Sasa hivi tena sifikiri tena waganga, maana ingekuwa zamani ashamtupa kilingeni huko. Lakini nikasema hapana, mimi na dada yangu sasa hivi ni mtu ambaye yupo karibu na Mungu. Unaona, acha nimlete na yeye, pengine Mungu naye anaweza akamsaidia au Mungu akafanya jambo akatenda. Ndio huyu hapa nimemleta kwako. Amina. Umefanya jambo la heri sana. Alafu nashukuru sana Mungu amekubadilisha. Na uendelee kubadilika na uzidi kumwombea Mwenyezi Mungu. Vile vitu mko nafanya si pombe, sijui mambo kwa uganga, uviache kabisa. Kama umeamua kumrudia Mwenyezi Mungu, mrudie kweli kweli na atakutendea mambo makuu. Utakuja kuyaona mwenyewe na utashukuru. Sasa basi. Kwa hili swala la mama ambao umeshanielezea hapa, nimekusikilizia. Na hapa hivi kuna mtu amefanya akawa hivi. Sio mipango ya Mungu, hii ni mipango ya shetani. Kuna kitu wamemtupia huyu ili asiweze kuona, amtese. Sasa kwa taarifa yako, hapa inabidi tumuombe Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu atakaye kukupa majibu hapa sasa hivi. Na ile mipango yote aliyompangia kuhusu lazima atashindwa. Kabla ya maombi inabidi tusome katika hiki kitabu cha Mathayo 12 mstari wa 22. Unasema hivi: wakati ule ukaletwa mtu mwenye pepo kipofu, naye ni bubu, akamponya. Hata yule bubu akanena na kuona. Kwa hiyo huyu hapa hivi tukimnenea, tukimuombea kwa Mwenyezi Mungu lazima ataona. Kwa Mungu akishindikani hata kitu kidogo. Kila kwa Mwenyezi Mungu vyote vinawezekana. Kwa hiyo basi tuanze kumuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo tuli hai, tumekuja mbele zako Bwana. Ulisema mtu mwenye shida na changamoto akulilie. Sasa huyu mama amekuja mbele zako Baba. Naomba umsikilize, naomba umsaidie katika upofu wake Baba. Tunazivunja roho zote za shetani na jua na mamlaka zaidi yako. Tunaziachia kwa damu ya Yesu Kristo tuli hai. Yesu Kristo tuli hai. Tunakabidhi mkononi mwako Baba. Tunajua hana mamlaka zaidi yako. Mipango yote ya shetani yote inayokuja juu yake Baba, tunazivunja kwa jina la Yesu Kristo tuli hai. Tunazikataa kwa damu ya Yesu Kristo tuli hai. Yesu, tunakuleta uponyaji Baba. Tunakuleta uponyaji Baba. Naomba mponye huyu mama Baba. Naomba mponye aanze kuona katika hali yake. Naomba mponye aanze kuona katika hali yake. Ninajua yote Baba, kuna Mungu kama wewe Yesu Kristo tuli hai. Tunakutukuza kwa damu yako iliyokuu. Ulituambia kama tuko na shida Baba tukulilie wewe. Sasa tuko mbele zako Baba. Tunamleta huyu mama katika changamoto yake Baba. Naomba umponye na uweze kumbariki Baba. Hakuna zaidi yako Yesu Kristo tuli hai. Hakuna naona. Yesu Baba, tunakushukuru, tunakuomba, tunaleta hizi baraka zako Baba. Naona. Amen. Wewe sione wewe? Umeniona? Nimekuona. Mama asante, naona. Usijali. Asante kwa naona. Kila kitu kinawezekana. Haya asante. Unaona mama? Naona. Naona. Ngapi? 3, 4, 5. Mama naona. Huu mchegani wa sabuni? Hiyo simu. Naona. Asante. Asante sana dada. Asante sana. Mungu akubariki na kulinda. Mimi nakusii kwa muona maombi ya Mwenyezi Mungu ameyatenda. Na kwa sababu kwa imani kaatenda na amekujibu maombi hapa umeshuhudia mwenyewe. Umekuja kipofu na sasa hivi umeona. Cha msingi uwe unasoma neno la Mungu, uwe mpenzi wa kusoma Biblia kwa kuelewa na upende kwenda kanisani, umtukuze Mwenyezi Mungu. Asubuhi usali, mchana, jioni unaomba. Ikifika tele saa 8 labda mbingu imepungua, unaamka saa 8 usiku saa 9. Unashukuru Mwenyezi Mungu, unaomba. Changamoto yoyote, shida yoyote ile mshirikishe Mwenyezi Mungu na atakujibu maombi kwa wakati wake utakapofikia. Lakini mambo kwenda kwa waganga, siji kwa wacha, unapoteza muda. Hao waganga wanakusaidia nini? Waganga wenyewe hawana nguvu kulipo Mwenyezi Mungu. Haya, ona sasa hapa. Umeenda kwa waganga amekupofusha macho. Umerudi kwa Mungu wako amekufungulia. Nani mwenye nguvu? Dada, samani, ndani una mafuta? Mafuta.
Mafuta. Hauna mafuta? Mafuta yako. Yale ya upako. Hayo mafuta hapo lazima paka uyaombe kwa sababu huyu mama lazima tuyaombe, tuyatakasa alafu ndio mtumpe mama kalipake. Sawa, nashukuru sana. Kama yakishaombewa utampa mafuta tu. Utaweza kuyatumia mwenyewe? Nitaweza. Nashukuru, asante. Nashukuru sana. Sisi tunaenda dadangu. Mungu